Mzee Rashid alikuwa akiishi katika mtaa wa Kijitonyama huko Dar es Salaam. Alikuwa fundi magari mwenye bidii, alipenda sana vyakula vya mafuta, wali mwingi na soda baridi kila siku. Mara nyingi alihisi kiu kupita kiasi, uchovu na kizunguzungu, lakini hakutilia maanani. Siku moja akiwa kazini, alizimia ghafla. Alipopelekwa hospitalini, daktari alimwambia alikuwa na kisukari. Maisha yake yalibadilika ghafla. Mwanzoni alihuzunika sana kwa sababu alipenda chai yenye sukari nyingi, wali mwingi na maandazi ya moto na vyakula vyenye mafuta kila siku. Siku ya kwanza baada ya kutoka hospitalini, alikaa kimya mezani akitazama kikombe chake cha chai bila sukari. Alivuta pumzi ndefu na kusema kwa huzuni, sijui kama nitaweza kuzoea maisha haya. Lakini mke wake Zainabu alimshika mkono na kumwambia kwa upole, tutapambana pamoja. Lishe bora na mazoezi ni dawa yako ya kwanza. Kesho yake asubuhi, Mama Zainabu alimwandalia uji wa mtama uliopikwa bila sukari nyingi, ukiwa na mbegu za maboga juu yake. Pembeni akaweka yai la kuchemsha na kipande kidogo cha parachichi. Rashid aliuonja taratibu. Ingawa haukuwa mtamu kama alivyozoea, ulimpa hisia ya utulivu na kushiba vizuri. Kadiri siku zilivyopita, familia nzima ilianza kubadilika. Mezani kulikuwa na mboga za majani, samaki wa kuchemsha, maharage na viazi vitamu vya kiasi. Badala ya vitafunwa vya pipi na keki, watoto walikula karanga na mbegu za maboga ili kumtia moyo baba yao asijihisi peke yake. Na wakati wa jioni, Mama Zainabu na Mzee Rashidi hutoka na kwenda kutembea kama sehemu ya mazoezi. Daktari alimwelekeza Rashid kutumia kanuni ya sahani yenye uwiano. Nusu ya sahani iwe mboga za majani, robo iwe protini kama samaki au maharage, robo iwe wanga wa kiasi kama ugali wa dona au mtama. Rashid alianza kula kwa ratiba. Asubuhi, uji wa mtama na mbegu za maboga. Mchana, mboga nyingi zilizoweka karoti, samaki wa mchemsho na kiasi kidogo cha ugali wa mtama. Jioni, supu nyepesi au maharage kiasi. Na katikati ya milo mikuu akihisi njaa hula tango, parachichi au kutafuna karanga zilizoandaliwa vizuri na maji safi. Pia amekuwa akinywa maji yenye limao mara kadhaa badala ya soda. Baada ya miezi michache, mwili wake ulianza kubadilika. Uchovu ulipungua, usingizi ukawa mzuri na tabasamu likarudi usoni pake. Siku moja aliporudi hospitalini kwa ukaguzi, daktari alimwambia kwa furaha, hongera Mzee Rashid, sukari yako imeanza kudhibitika vizuri. Macho ya Rashid yalijaa machozi ya furaha. Alimwangalia Mama Zainabu na kusema, nilidhani kisukari ni mwisho wa maisha ya furaha. Kumbe lishe bora na upendo wa familia vinaweza kurudisha matumaini. Tangu siku hiyo, Rashid alianza kuwafundisha marafiki zake kuwa kisukari si hukumu ya maisha, bali ni mwaliko wa kuishi kwa nidhamu, afya na upendo zaidi. Tangu hapo, familia yao ikawa mfano wa upendo na mshikamano katika kijiji kizima.